Kiukweli amedondoka sasa, sielewi ni shida gani. Nguo zangu za ndani na pesa zangu kachukua yule mama. Asante Dr. Nuru. Asante. Kwa vipimo ambapo nimefanyia mgonjwa wetu vya awali kabisa, nimegundua presha yake iko juu sana na mapigo yake ya moyo yanaenda kasi, na hali kama hii inapata watu ambao hawapati chakula kwa wakati, watu wenye msongo wa mawazo kupitiliza, na mtu anayefanya kazi nyingi bila mapumziko. Sasa sijui mama mimi nashiji naye. Mimi changanyikiwa. The thing which I want for you to help her for any cost, Dr. Nuru, I'm ready. Kwa maana huyu mama ni mtu muhimu sana kwangu, na kuomba sana rafiki yangu. Nitachukua sampuli ya vipimo kadhaa ili nipeleke maabara. By tomorrow unatakiwa urudi kwa ajili ya kujua shida inayomsumbua na tujue tunaweza kuanzia wapi kumsaidia. Mimi naweza kusema kwamba nashukuru sana kwa kuweza kunipokea huyu mama, na yote ulivyoniambia nimeelewa, na nikutakia kila la heri kwenye matibabu yako. You are welcome, Mr. Man. Dr. Nuru. Ya, karibu. Asante sana. Vipi hali ya mgonjwa? Mgonjwa anaendelea vizuri, nashukuru Mungu. Ni tofauti na jana ulipomleta. Ila kama nilivyokuambia, nitachukua sampuli ya vipimo na kupeleka nje hapo. Thanks God nimefanikiwa, and nimefanya kipimo cha heart maker ya troponin iko juu sana. Hii inaashiria ana matatizo ya moyo. Pia ana kisukari. And pia nimefanya vipimo vya full blood picture. Nimegundua kuwa ana upungufu wa damu sana. And katika damu yake nimegundua kuwa kuna viambata sumu, na vimesha athiri sehemu kubwa sana ya mwili. Na nashangaa ni kwa nini umekaa na mgonjwa wa design hii muda mrefu hivi. Kwanza niseme pole sana na niseme asante pia
Lakini kiukweli huyu mama ana historia ndefu sana ya matatizo, na unajua, mwanzo nilimwokota huyu mama kwa kumsaidia kwa hii hali yake ya upofu, lakini nimekuja kugundua kwamba huyu mama ni mama wa mke wangu. Sorry. Inawezekana vipi? Yaani, it's a long story. Long story. Na ndio maana nimetaka wewe uweze kunisuluhisha tatizo lake. Huyu mama niliweza kupata naye muda, akanieleza historia yake, na hata hii sumu ambayo unayoisema ni kwa sababu imetokana na kubakwa kwake. Wako vijana walimvamia huyu mama, wakampulizia sumu machoni, ndipo hapo ugonjwa wake wa macho na kuwa kipofu ulipoanza. Kwa hiyo ni mama ambaye kakutana na misukosuko mingi, na ndio maana hata sasa nashindwa kumwambia mke wangu. Unajua, mke wangu hajui kabisa hili sana. Mr. Man, calm down. And kwa nini usimwambie huyu mama ukweli? Naanzaje kumwambia mtu alikuwa kwenye critical condition? Siwezi kumuua. Kumbuka, amepoteza mtoto wake miaka 20 iliyopita. Naanzaje? Mimi naamini kwamba ukimwambia mama hilo swala atakuwa sawa. Kumbuka hali alionayo inasababishwa na stress na vitu vingine. Sasa huoni kama ukimwambia hili swala utamheal for some point? Unaamini katika hilo? Yeah, you can do it. Kwa hiyo hali yake kwa sasa, anaweza kuongea, anaweza kumpokea mtu, kujua nani anatoka na nani anaingia. Nashukuru Mungu kwa sasa hivi yuko vizuri. And atafurahi sana akikuona kwa sababu alikuwa akiulizia. Basi nashukuru sana. Karibu Mr. Nani. Naamini akikuona atafurahi sana. Oh. Yeah. Nakushukuru sana Dr. Noro. You are welcome. Nakushukuru sana. Karibu. Unajisikiaje kwa sasa? Sijambo kidogo. Okay, sawa. Mwanao amekuja kukuona. Yuko hapa mbele yako. Mbele yangu? Karibu Mr. Nani. Mimi natoka na machi kidogo. Muendelee na mazungumzo. Kitakachotokea chochote, usisite kunishtua leo pamoja. Mama. Ni kama hivyo ambavyo nilivyokuambia. Hali yako kwa kweli sio mbaya sana, lakini liko jambo ambalo nataka nikwambie mama. Unakumbuka kuna siku nyumbani ulinieleza kuhusu historia ya mtoto wako? Mama, nimegundua Anita ni mtoto wako. Ya mama, Anita ana kovu, yani kama mchoro wa korosho nyuma
Taratibu, taratibu mama. Taratibu. Taratibu. Relax. Nitakueleza taratibu. Kweli Pamela, tulia. Taratibu. 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 Ni kweli mama. Hata mimi hili jambo limenipa muda mrefu kuumia. Lakini nimegundua Anita mama na kovu. Kovu lake ni misili ya kolosho nyuma ya shingo yake. Ya, Anita ni mwanao. Ni mwanao mama. Anita. Kumbe mwanangu bado anaishi. Anita mwanangu. Nilitaka nikwambie siku hili, lakini nilishindwa mama. Natamani kama ningemuona mwanangu. Ningemuona mwanangu. Nijue kama Anita. Nijue kama ni mweusi mwanangu. Kama ni mweupe. Japo kidogo nimshike mkono mwanangu. Mungu, nakushukuru Mungu. Hata hivi nilivyo baba nasema asante. Mungu wa mbinguni, Elishadai wewe, Elohim wewe, Elohim asante Mungu. Hata mimi hivi nilivyo. Kuna wengine wamekufa lakini mimi ni hai. Hata nimshike tu mkono, nilete mwanangu. Nitamleta. Na kwa hiyo nitamleta. Mtoto wako mweupe. Ni mweupe mama. Umpige jina langu. Ni mama yako mke wangu. Ni mama yako. Nini wewe jamani, mimi ninaliuzi. Hivi nikuulize swali. Unajua kutafuta chakula wewe? Una uwezo wa kutafuta chakula? Kama unaona rahisi na unataka chakula, basi nenda nje ukatafute. Haiwezekani. Nilitambua sana jambo hili kwa muda mrefu. Alishapata kunieleza. Ni kweli. Walipaswa kuniambia mapema. Niweze kumlea mamangu. Niweze kumhudumia mamangu vile ipasavyo. Niseme mamangu. Niseme kwenye tabla kutendea. Yote ya dunia. Ina maana ulijaya toka mwanzo.
Nawabariki. Maisha yenu yote yawe na amani. Mama. Mama. Mama.